Ishu ya viongozi wenye jeuri, watu mfano ya Farao. Kwenye Biblia maandiko yanasema Mungu akaufanya moyo wake uwe mgumu kama alivyomwambia Musa. Ukisoma ile Kutoka 9 utaona jinsi ambavyo viongozi waliokuwa na moyo wa kiburi na jeuri walivyofanywa. Nebukadneza alikuwa na kiburi na akasema kwamba yote amejishindia yeye na ni kwa uweza wake. Hakujua kwamba ni Mungu alimruhusu apate utawala na falme kubwa kama ile. Mungu akamwambia utaenda msituni kula pamoja na wanyama majani. Na kweli akaenda msituni akaishi kama kichaa, akala pamoja na wanyama. Sasa maandiko yanasema Mungu akaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu kama vile alivyomwambia Musa. Na kweli moyo wa Farao ukawa mgumu. Farao hakuwaruhusu wana wa Israeli watoke Israeli hata baada ya kupigwa mapigo 9. Na Mungu alisema ya kwamba ameuachilia moyo wake uwe mgumu ili uweze kuonekana utukufu wake katika mataifa, ili mataifa waweze kujua Mungu ndio mmiliki wa vyote na Mungu ndio muamuzi wa vyote. Wakati wote watawala wanavyoibuka na kuzani ya kwamba wamepewa hayo mamlaka kwa uweza wao, kitu chochote kile kimeruhusiwa na Mungu kiwepo. Utawala wote ule umeruhusiwa na Mungu wepo. Pale yule mtawala anapojiinua na kusema ya kwamba yeye ndio yeye na Mungu hayupo na anavyofanya udhalimu mwingi, Mungu mara nyingi huwapatia watu maonyo mara nyingi, kwa sababu Mungu wetu ni wa rehema na yeye sio mwepesi wa hasira, ni mtu ambaye anavumilia. Na ndio maana unaweza kuona kiongozi anaua watu lakini hafi, watu wanamwombea mabaya lakini hayamkuti, kwa sababu Mungu huaga ni mvumilivu, ana tabia ya kuvumilia. Maandiko yanasema si mwepesi wa hasira, na muda wote Mungu huaga anatoa maonyo, wakati wote Mungu hachoki kutia maonyo. Lakini wakati unafika ambao Mungu huleta hukumu yake. Na wakati huo ambao Mungu huleta hukumu yake ni wakati ambao there is no turning back. Wakati Farao amezidi kuweka moyo wake kuwa mgumu, ndipo wakati uharibifu ulivyomjia. Maana maandiko yanasema hata baada ya kupigwa pigo la wazaliwa wa kwanza wote wakafa, Misri kote kukawa kuna kilio, akaamua kuachilia wana wa Israeli waende huku ambako Mungu wao alitaka waende. Lakini wamefika njiani, Mungu akabadilisha moyo wake ukawa mgumu. Unajua, Mungu akiwa amefikia hatua ya kusema huyu mtu anatakiwa aharibiwe ili iwe mfano kwa ulimwengu mzima, basi Mungu pia waga harudi nyuma. Kwa hiyo Mungu alifanya moyo wake kuendelea kuwa mgumu. Na ndio maana ukiona watu ambao moyo wao unaendelea kuwa mgumu, hao watu uharibifu unawajia. Maana Biblia inasema wadhanipo ya kwamba amani inakuja, ndipo haribifu huwajia kwa ghafla. Mtu mbaya siku zote uharibifu humjia kwa ghafla, muda ambao asiyojua kabisa, muda ambao amekunywa damu za kutosha, muda ambao amemwaga damu za kutosha. Wale watu waharibifu, Biblia inasema miguu yao hung'ang'ana kutembea kwenda kutafuta kumwaga damu, kwenda kuharibu maisha ya wengine, kwenda kuharibu uhai wa wengine. Huo ndio muda ambao Mungu utukufu wake anataka udhihirike kwa hao watu. Kwa hiyo Farao moyo wake uliendelea kuwa mgumu, asijue kwamba uharibifu unamjia. Pale ambapo alisema kwamba ninaenda sasa kuwafukuzia niweze kuangamiza, niweze kuwaua, ndipo ambapo Mungu alikuwa amepanga kumharibu kabisa. Na alipowafukuzia kwenda hadi katika bahari ya Shamu, ameona ya kwamba Mungu ameonyesha utukufu wake kwa kuyagawa maji ya bahari ya Shamu, akasema atawafuata na atawaangamiza huko kwenye maji. Kilichomtokea ni nini? Hakuweza kurudi kamwe. Kwa wakati ambapo mtu ameng'ang'ana kwenda kufanya uharibifu na kwenda kumwaga damu, ndipo wakati ambapo Mungu amepanga kusudi lake na utukufu wake uonekane. Na kwa upumbavu wa mtu ambaye moyoni mwake amejisemea kwamba hakuna Mungu, kama maandiko yanavyosema, mpumbavu moyoni mwake hudhani ya kwamba hakuna Mungu. Mpumbavu yeye anadhani ya kwamba mambo yake yanavyotokea ni yeye ameamua yawe. Anadhani kwamba utawala wake ni kwamba ni yeye ameamua uwe. Anadhani kwamba mabavu yake ni yeye ameamua yawepo. Utukufu wake ni yeye ameamua uwepo. Unaweza kuwa unasifiwa leo, unaweza kuwa unasifiwa leo, unaweza kuwa unatukuzwa leo, unaweza kuwa unainuliwa leo, lakini huo utukufu sio wa kwako. Siku zote lolote lile ambalo linakuwepo ni Mungu ameamua liwepo. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuamua jambo gani liwepo. Mara nyingi uharibifu unavyowatokea hawa viongozi wakubwa wa dunia, hawa watawala wakubwa wa dunia, waga hawajui yuko wapi Saddam Hussein. Alikuwa anajiona yeye ndio yeye. Yuko wapi Osama bin Laden? Alikuwa anajiona yeye ndio yeye. Yuko wapi Adolf Hitler? Alikuwa anajiona yeye ndio yeye. Uharibifu unawajiaga kwa ghafla, wakati ambao hawategemei. Na huu ni wakati ambao ni kusudi la Mungu limepangwa kutimia. Ni wakati ambao ni wakati wa Mungu. Ni wakati ambao ni siri ya Mungu. Biblia inasema hekima zake hazichunguziki. Huwezi jua kwa nini Mungu anamwachilia mtu mbaya aendelee kuwepo. Makusudi ya Mungu yamefichika. Mtu mbaya yote yule amepaswa kujua ya kwamba uharibifu unaweza kumjia wakati wote ule.
Haijalishi ya kwamba una maguvu kiasi gani, una cheo kiasi gani, una cheo chenye umiliki wa kiasi gani, una fedha kiasi gani, lakini uharibifu ambavyo unapangwa kuja waga haunaga taarifa. Kwa hiyo Farao alifanywa kuendelea kuwa na moyo mgumu bila kujua kwamba uharibifu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea 4 mstari wa 6. Lakini maarifa yapo hapa. Tunafichua siri zilizofichika katika maandiko na kufunua historia ya Biblia kwa undani, kwa maana imeandikwa, mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Follow, save na share. Karibu ujifunze na upate kuwa huru. Asante.